Katika dunia ya soka, macho ni kila kitu. Kuona pasi, kuona mpinzani, lakini pia kuona goli. Lakini vipi kama ndoto yako ya soka inakulazimu uendelee ukiwa unaona kwa jicho moja tu? Huyu sio hadithi ya kubuni. Hii ni hadithi ya George Minongo, kijana kutoka nchini Burkina Faso anayethibitisha kuwa ulemavu si mwisho wa ndoto, bali ni mwanzo wa mapambano mapya. Katika wakati huu mgumu, Minongo alikosa mafanikio rahisi, lakini akapata dhana moja kubwa, ni kushindana zaidi kuliko kukata tamaa. Hapa ndipo alipoamua kuendelea akiwa na imani na moyo usiovunjika. Kupitia ufuatiliaji wa vipaji na fursa za kimataifa, Minongo alisajiliwa na Seattle Sounders FC, klabu kubwa iliyopo Marekani, ikimpa nafasi ndani ya mfumo wa MLS Next Pro, ligi ya maendeleo ya soka Marekani. Ni ligi ambayo kwa mchezaji anayesonga mbele huku akiwa na uoni hafifu kama George Minongo ilikuwa ni kama fursa ya kudhibitisha uwezo wake kimataifa. George Minongo ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa la Burkina Faso kutimiza ndoto ya kucheza michuano ya AFCON 2025 inayofanyika Morocco. Katika mechi yake ya kwanza, Burkina Faso ilikutana na Equatorial Guinea. Licha ya kusuasua na kuruhusu bao la kwanza, walikuwa wakionekana kupata ushindi mgumu. Dakika za mwisho zilisababisha msisimko mkubwa. George Minongo aliingia uwanjani kama mchezaji tegemezi. Katika dakika za nyongeza alikosa, ila hakukata tamaa. Alisawazisha kwa bao la ajabu, akifunga goli na kuifanya scoreboard kusomeka 1-1 katika dakika ya 95, timu ikikaribia kupoteza mchezo. Bao hilo lilileta matumaini mapya, na dakika chache baadaye Edmond Topsoba alihakikisha ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Equatorial Guinea. AFCON ni tukio kubwa la soka barani Afrika. Kwa mchezaji kama Minongo, hii ni fursa ya kudhibitisha uwezo wake mbele ya ulimwengu. Hadithi ya George Minongo si tu ya soka, ni ujumbe kwa vijana wa Burkina Faso, ni ujumbe kwa vijana wa Afrika na kwa kila mtu anayepata changamoto. Usikate tamaa, ndoto yako ndiyo adhabu yako. Afrika ni bara lenye vipaji vingi vya soka, kutoka mitaani, kutoka viwanja vya vumbi hadi mashindano ya kimataifa. Kwa vijana wengi wa Afrika, soka si burudani tu, ni njia ya matumaini, ni tiketi ya maisha bora, ni ndoto ya kuinua familia na taifa kwa ujumla. Lakini pia Afrika ni bara lenye changamoto nyingi: ukosefu wa miundombinu, huduma duni za afya na fursa chache. Ndani ya mazingira haya ndipo alipochipukia kijana George Minongo. Burkina Faso ni taifa lenye mapenzi makubwa ya soka. Licha ya changamoto nyingi za kiuchumi, ndoto za vijana wake ni kubwa. Minongo alikulia kwenye mazingira ambayo kipaji kilihitaji uvumilivu ili kuonekana. Alijifunza mapema kuwa mafanikio hayaji kirahisi. Kila mpira aliyoupiga, kila mazoezi aliyoyafanya yalikuwa hatua moja karibu na ndoto yake. Kipaji chake kilianza kuonekana mapema: kasi, nguvu na roho ya ushindani. Alianza kuamini kuwa mkataba wa timu ya kwanza haukuwa mbali. Familia, marafiki na makocha waliona nyota ikizaliwa. Lakini maisha hayafuati ratiba za ndoto zetu. Katika mahojiano yake, Minongo aliwahi kunukuliwa akisema, "Nilikuwa karibu kupata mkataba wa timu ya kwanza, lakini mambo yakaanza kwenda vibaya. Jicho langu lilianza kunipa matatizo baada ya kila msimu." Mwisho wa kunukuu. Tatizo la macho kwa mchezaji wa soka ni sawa na kuvunjika mbawa kwa ndege: maumivu, kutoona vizuri na hofu ya kesho. Hatimaye madaktari wakashauri upasuaji. Upasuaji ulifanyika, matumaini yalikuwepo, lakini majibu hayakuwa yale yaliyotarajiwa. George Minongo akapoteza kabisa uwezo wa kuona kwa jicho moja. Kwa wengi, hapa ndipo safari huisha, lakini kwa Minongo, hapa ndipo safari halisi ilipoanza. Akawa na mapambano dhidi ya nafsi yake. Je, anaacha soka au anaendelea kwa hatari? Maswali mengi yakimzingira. Hofu ikagonga mlango, lakini imani ikasimama imara. Minongo
aliamua kutokukubali kushindwa na hali. Kucheza soka kwa jicho moja kunahitaji akili zaidi ya mwili. Alijifunza kusoma mchezo upya, akaboresha umakini, akabadilisha udhaifu kuwa nguvu. Kila tone la jasho lilikuwa ushindi wa dhamira yake. Hatua kwa hatua, Minongo akarudi uwanjani, akaingia soka la kulipwa, akaivuka mipaka ya mashaka, hatimaye akacheza kwenye Club World Cup, jukwaa kubwa la dunia. Kwa Afrika, hii haikuwa ushindi wa mtu mmoja, ilikuwa ushindi wa bara zima. Hadithi ya Minongo ni kioo cha Afrika, bara lenye majeraha lakini pia lenye matumaini. Inatufundisha kuwa ulemavu si mwisho wa uwezo, bali ni mtihani wa imani. Wengine wana macho mawili lakini hawaoni mbali. George Minongo ana jicho moja lakini ana maono ya ushindi. Kutoka Burkina Faso kupitia MLS Next Pro na kwenye jukwaa la AFCON, ujumbe wake unabaki kuwa mmoja: maana ya soka si macho tu, ni moyo usiovunjika. Mimi ni Gibson Ernest.